Na lihimidiwe jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu mwana wa Mungu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni aliyeziumba mbingu na nchi, aliyetupa neema na kibali cha kuwa wazima na wa afya, si kwa uweza wetu wala akili zetu, bali ni kwa uweza wake na mapenzi yake. Nasi sifa, heshima na utukufu tunamrudishia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu, niukaribishe katika neno la Mungu ambalo Mungu ametupa neema na kibali tuweze kujifunza katika siku ya leo. Kwa majina yangu naitwa Antoni na hii ni madhabahu ya Sema na Mungu inayopatikana maneno ya Bwana ambayo ni chakula chetu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Somo ambalo Mungu ametupa limebeba ujumbe unaosema, limebeba kichwa cha somo kinachosema dhambi ni kitenganisho baina ya Mungu na mwanadamu. Dhambi ni kitenganisho baina ya Mungu na mwanadamu, au unaweza ukasema dhambi inamtenga Mungu na mwanadamu. Dhambi inamtenga Mungu na mwanadamu. Mwana wa Mungu, unapotenda dhambi unakuwa umejitenga na Mungu wako, maana dhambi ni uasi mbele za Mungu. Katika maisha tunayoyaishi, maisha ya Ukristo, maisha ya imani, maisha ya Mkristo, unapoishi katika maisha ya dhambi, ile dhambi inakupelekea wewe mahusiano yako na Mungu kuwa mbali, au mahusiano yako na Mungu kuvunjika kutokana na dhambi ambayo unaifanya. Mungu wetu ni mtakatifu. Mungu wetu haambatani na vitu vilivyo vichafu. Mungu wetu hatembei pamoja na watu wenye dhambi. Mungu wetu anaichukia ile dhambi. Sasa unapoitenda ile dhambi, mahusiano yako yaliyokuwa pamoja na Mungu wako yanaondoka, unajikuta umebaki wewe na Mungu hayuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni kwenda kinyume. Tunapozungumzia dhambi kwa namna nyingine, ni kwenda kinyume na maelekezo au makubaliano yanayotokana katika kanuni au sheria zinazotakiwa kufuata katika sehemu husika. Dhambi ni kwenda kinyume na maelekezo au makubaliano yanayotokana katika kanuni au sheria zinazotakiwa kufuatwa katika sehemu husika. Tunapozungumza ya kwamba dhambi ni uasi, sasa tukirudi katika hali ya Biblia ya kwamba tunapozungumza dhambi hii inamtenga Mungu pamoja na mwanadamu, au inatenga mahusiano yako wewe binafsi pamoja na Mungu wako. Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa maelekezo, alimpa vitu vya kufanya, alimpa sheria, waliweka makubaliano. Tunamwona Mungu anapomuumba Adam, anamuweka katika bustani ya Edeni, anampa maelekezo ya kwamba katika bustani hii niliyokuweka mahali hapa, kazi yako utailinda pamoja na kuitunza, lakini vitu vilivyomo ndani mwake, miti, matunda na vitu vingine waweza kula, lakini ule mti wa katikati wa ujuzi wa mema na mabaya usile matunda yake. Mungu anaweka makubaliano na Adam. Sasa katika kuishi kwake Adam, tunaona Biblia inasema ya kwamba shetani akamshawishi Eva ambaye ni mke wake na Adam, akamshawishi kula tunda la mti ambao Mungu aliwakataza wasile. Tunamwona Eva anakuja kula lile tunda la mti ambao Mungu aliwaambia wasile, la ujuzi wa mema na mabaya. Eva alipokula akampelekea pamoja na Adam na wakala. Tunaona katika kula kwao moja kwa moja wakajikuta wameingia katika dhambi, au wameenda kinyume na makubaliano ambayo Mungu aliyaweka pamoja nao. Tunaona baada ya kula kile kitu, kula yale matunda, dhambi ikaingia kwa mwanadamu. Dhambi ikaingia kwenye maisha ya mwanadamu. Adam na Eva wakajikuta wametenda dhambi, na ile dhambi ikaenda kuharibu
mahusiano yao waliokuwa nayo pamoja na Mungu. Tunaona Mungu akajitenga pamoja nao, wakakaa kwa namna yao na Mungu akawa mbali nao. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi kibiblia, dhambi ni uasi. Tunaposema kibiblia dhambi ni uasi, ni kuasi, ni kwenda kinyume na maelekezo ya Mungu. Adam na Eva waliasi, walitenda dhambi, wakamuasi Mungu kwa kutokufuata maelekezo ya Mungu. Unaweza kusema kwamba unazungumza kwa namna gani? Lakini ukisoma ile waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 3 na ule mstari wa 4, neno la Mungu linasema ya kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Bwana Yesu asifiwe. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Unapoishi katika maisha ya dhambi, unapoishi katika kuendelea kuikumbatia dhambi, unapoishi katika maisha ya kuendelea kushikilia dhambi, unatengeneza uasi ndani mwako mbele za Mungu, na ule uasi ulioko ndani yako unajikuta mahusiano yako na Mungu yanapotea, ukaribu wako na Mungu unaondoka, nguvu yake Mungu inaondoka juu yako kutokana na dhambi unayoitenda, uasi unaoutenda. Unapelekea Mungu kuwa mbali na wewe, kwa sababu hakai mahali palipo pachafu. Bwana Yesu asifiwe. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Tukisoma Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 17, neno la Mungu inasema, akamwambia Adam, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale. Ardhi zimelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Mungu alipomuumba mwanadamu alimweka katika bustani ya Eden ili aitunze, akamtengenezea mfumo mzuri wa aina ya maisha ambayo yatakuwa ni rafiki kuyaishi yeye katika haya maisha. Lakini tunaona baada ya kuruhusu Adam kuiruhusu dhambi, akaenda kinyume na maelekezo ya Mungu, tunaona ile dhambi inaondoa kusudi la Mungu juu ya mwanadamu. Tunaona ile dhambi inatenganisha upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Tunaona ile dhambi inagawa uwepo na ukaribu wa Mungu kwa mwanadamu. Adamu alikuwa anatakiwa ale katika neema ya Mungu. Tunaona ile dhambi inamuondolea neema na baraka ya Mungu kwenye maisha yake. Inamuondolea kwenye maisha yake. Mungu anamwambia nikisema usiale, ardhi zimelaniwa kwa ajili yako. Ardhi ya nchi ikalaaniwa, ambayo Mungu alikuwa ameibarikia, akimwambia Adam ya kwamba ailime pamoja na kuitunza, ili katika ile ardhi atakayokuwa akilima itamzalishia vyakula, itamzalishia vitu vizuri kwenye maisha yake. Kutokana na dhambi ambayo ameitenda, tunaona ardhi inalaaniwa kutokana na dhambi. Mungu anajitenga katika baraka ya ardhi kwenye maisha ya Adam. Lakini pia tunaona ya kwamba Mungu anamwambia utakula mazao yake utakula kwa uchungu mazao yake siku zote za maisha yako. Tunaona Mungu baada ya dhambi kuingia, Adam akatenda dhambi, na ile dhambi ikamtenganisha Adam, ikatenganisha mahusiano ya Mungu pamoja na Adam, pamoja na mwanadamu. Tunaona Mungu anamwambia atakula kwa uchungu mazao yake siku zote za maisha yake. Mungu alimwekea vitu vizuri vya kula, lakini baada ya ile dhambi Adam kuiruhusu ndani yake, tunaona ile dhambi inatengeneza mpaka wa Mungu kwenye maisha ya Adam. Tunaona ile dhambi inatengeneza Mungu kutokuwa katikati yake kwenye maisha ya Adam, ambaye ilitakiwa ale neema ya Mungu, anajikuta katika nguvu yake, katika uchungu wake,
atakula kupitia nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inamtenganisha Mungu pamoja na mwanadamu. Unapoishi katika maisha ya dhambi, kuna mengi ambayo unayakosa kwenye maisha yako ambayo Mungu alikuwa ameyakusudia uweze kuyapata kwenye maisha yako. Tunamuona Adam, Mungu alikusudia yaliyo mazuri kwenye maisha yake, lakini baada ya kuruhusu dhambi iingie kwenye maisha yake, tunamuona huyu Adamu ambaye itakiwa akae bustanini, alime pamoja na kuitunza bustani ile, ale matunda ambayo Mungu alikuwa amemwekea. Tunamuona Adamu huyu kutokana na dhambi anayoifanya, anatumia nguvu yake kwa uchungu kutafuta chakula kutokana na dhambi ambayo ameifanya. Unaweza kuwa unapambana kwenye maisha yako ili uweze kufikia malengo na nia ulionayo kwenye maisha yako, lakini kutokana na dhambi ambayo imesimama katikati ya maisha yako, inapelekea ile dhambi kukutenganisha na Mungu ambaye angeachilia baraka na neema kwenye maisha yako. Unajikuta unatumia nguvu nyingi, unatumia akili nyingi, unatumia uwezo mwingi wa kibinadamu, na uwezi ukaona matokeo ya aina yoyote, kwa sababu Mungu ambaye angekuwezesha kutoka hapo ulipo tayari umetengana naye kwa sababu ya dhambi ambayo umeiweka kwenye maisha yako. Kipindi ambacho ulitakiwa umkaribishe Mungu awe sehemu ya maisha yako, akuongoze katika njia yake, umeikaribisha dhambi iwe sehemu ya maisha yako, na tafasiri nyingine nyepesi, umemfukuza Mungu asiwe sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia hata ndani ya makanisa, uwepo wa Mungu umepotea, nguvu ya Mungu imepotea. Kwa nini imepotea nguvu ya Mungu? Ni kwa sababu tumeikaribisha dhambi ndani ya kanisa. Tumemkataa Mungu, tumeikataa sheria ya Mungu, tumeikataa nguvu ya Mungu, tumeruhusu dhambi ndani ya kanisa. Na ndio maana tutaimba, tutasifu tunavyoweza, lakini nguvu ya Mungu, msaada wa Mungu, uwepo wa Mungu hautaweza kuonekana kwa sababu ya dhambi iliyo katikati yetu, imetutenganisha na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuja tunaona ya kwamba ukiangalia habari ya onyo, dhambi ile ambayo Adamu aliifanya kwenye bustani ya Eden inaenda kuasili hata kizazi chake, inaenda kuasili hata uzao wake. Ukisoma Mwanzo sura ya 4 na ule mstari wa 7, tunaona hawa ndugu wawili, mmoja ndani mwake anaingiwa na tamaa ya dhambi mpaka kiasi cha kutamani kumuua ndugu yake, kiasi cha kutamani kutokuwa na amani na ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inakupelekea kutamani kutenda vitu vibaya ambavyo mwisho wake vitakupelekea wewe maisha yako kukutenganisha pamoja na Mungu. Ukisoma hapa tunaona Mungu anasema kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea malangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ipo. Unapoendelea kutenda mabaya, ndivyo dhambi inavyokuotea malangoni, inavyozidi kukutamani wewe. Lakini Mungu anakuambia kwamba licha ya hiyo yapasa uweze kuishinda, maana utakapoipa nafasi ikaingia ndani mwako, itakutenganisha wewe pamoja na Mungu, itakutenganisha wewe pamoja na baraka ya Mungu, itakutenganisha wewe pamoja na nguvu na uweza wa Mungu kwenye maisha yako. Tunaona watu hawana moyo wa ibada kwa sababu ndani watu wamekaribisha dhambi, na ile dhambi inawapelekea kuwatenga pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni ya Shetani, na kazi ya Shetani anayopambana nayo kila siku ni kufanya watu wasiweze kuwa karibu na Mungu, watu wasiweze kumjua Mungu, watu wasiweze kumuomba Mungu, watu wasiweze kumwabudu Mungu. Maana anajua katika njia sahihi ya kumwabudu Mungu itapelekea watu waweze kuishinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome Mika sura ya 2 na ule mstari wa 1.
Neno la Mungu linasema, ole wao wakusudiao mambo maovu na kutenda mabaya vitandani mwao, kunapopambazuka asubuhi huyafanya kwa sababu ya katika uwezo wa mikono yao. Ole wao wakusudiao mambo maovu na kutenda mabaya vitandani mwao, kunapopambazuka asubuhi huyafanya kwa sababu ya katika uwezo wa mikono yao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dhambi za mazoea ambazo watu wengi wamekuwa wakiishi na kuzifanya kwa sababu zimo ndani ya uwezo wao, lakini zile dhambi wanasahau ya kwamba hizi dhambi zinatutenganisha pamoja na Mungu. Hizi dhambi zinaondoa uwepo wa Mungu. Mtu anaimba kwaya lakini bado ni mzinzi. Mtu anaimba kwaya lakini bado anafanya vitu vilivyo vibaya. Mtu anaingia kanisani lakini bado matendo yake hayaendani na katika kumtumikia Mungu, kwa sababu yapo ndani ya uwezo wao, na anaamini ya kwamba hakuna mtu anayemuona, anayafanya kwa sababu ana uwezo ya kuyafanya. Lakini hiyo dhambi ambayo unaifanya inakupelekea wewe maisha yako kuwa mbali na Mungu, inakupelekea wewe nyenendo yako, baraka zako kuto kuziona kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu hayuko pamoja na wewe. Mungu hajajiambatanisha na wewe. Mungu hajakaa pamoja na wewe kwa sababu ya aina ya maisha unayoishi katika mienendo ya kuikumbatia dhambi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya mienendo ya maisha yako, dhambi unayotenda na dhambi unayoendelea kuitenda inakupelekea wewe kuwa mbali na uso wa Mungu. Na Mungu anatuhitaji kwenye maisha yetu. Anahitaji tuwe ni watu watakatifu, watu wenye kutembea katika njia yake, watu wenye kufata maelekezo yake, watu wa kutembea katika maagizo na neno lake, ili tuweze kuiona neema ya Mungu katika maisha yetu. Lakini kama tukiwa ni watu ambao tunaendelea kuishi katika maisha ya dhambi, tunaendelea kuishi katika kukumbatia dhambi, katika majira na nyakati tulizo nazo, nguvu ya Mungu na uweza wa Mungu hautokuwa katikati yetu. Kuna wakati tutajiuliza, mbona tuko mahali hapa? Mbona kuna hili tunaabudu lakini nguvu ya Mungu hatuioni? Mbona tunaabudu na tunamuita Mungu lakini mbona kuna mahali hatuvuki? Kwa sababu ya dhambi iliyokaa katikati yetu. Sasa ili Mungu aweze kuwa pamoja nasi, tuondoe hii dhambi iliyotutenganisha sisi pamoja na Mungu wetu. Tuondoe huu ukuta ambao umesimama ili kutugawa sisi pamoja na baraka za Mungu, ili kutugawa sisi pamoja na nguvu ya Mungu. Yahitaji tuiondoe dhambi kwenye maisha yetu. Yahitaji tuikataa dhambi katikati yetu. Yahitaji tuwe ni watu wenye kuichukia dhambi, maana dhambi ni uasi. Dhambi inatutenga na Mungu. Dhambi inatufarakanisha sisi pamoja na Mungu wetu. Sasa ikiwa ndani mwako unajua ya kwamba ninatamani Mungu awe sehemu ya maisha yangu, ninatamani Mungu aniguse kwa namna yake, ninatamani Mungu asewe pamoja nami, kuna dhambi ndiyo inanisumbua, najiuliza namna gani naweza nikaiacha, lakini nashindwa ni kwa namna ipi. Neno la Mungu linasema ya kwamba afichaye dhambi zake hatofanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kuna wakati mafanikio yako hutoyapata kwenye maisha yako. Kuna wakati ndoto zako hutozifanikisha kwenye maisha yako kwa sababu ya kuficha dhambi kwenye maisha yako. Na ile dhambi inaendelea kukutafuna kila wakati, na ile dhambi inaendelea kutafuna maisha yako kila wakati, pasipo wewe kujua. Unajikuta huko pale pale kwa sababu ya dhambi ulioishika kwenye maisha yako. Lakini ukikubali kutubu, utapata rehema. Na ukishapata rehema, Mungu atasimama pamoja na wewe. Dhambi ikiondoka, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mimi najua umelisikia neno la Mungu, na kama neema ya Mungu unahitaji kwenye maisha yako, Mungu yupo kukusaidia. Damu yake ilimwagika msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili kutuondolea dhambi iliyosimama kwenye maisha yetu. Ikiwa uko tayari, nyosha mkono wako,
utanifuatiliza maneno haya. Sema, Mungu Baba, naja mbele zako, ni mimi mwanao. Nimelisikia neno lako ulilolisema, Bwana, nami neno lako hili nimelipokea. Ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe, nirehemu dhambi zangu nilizozitenda kwa kujua na hata kwa kutokujua. Kila aina ya dhambi iliyosimama kwenye maisha yangu, dhambi ya mawazo, dhambi ya tamaa ya macho na tamaa ya mwili, unirehemu na kunitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Neema yako na msaada wako ikasimame katikati yangu, nikauone mkono wako wa haki ukiendelea kuwa pamoja nami. Nisaidie Bwana kuishinda dhambi, nipe neema ya kuyatenda mapenzi yako siku zote za maisha yangu. Asante Mungu kwa neema yako, asante Mungu kunifungua, asante Bwana kunisaidia. Ninakushukuru, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amen. Mwana wa Mungu, Mungu akubariki na Mungu akuwezeshe. Amani ya Bwana ipita fahamu zote za wanadamu ikujulie juu yako. Ulikuwa nami, naitwa Antoni, na hii ni madhabahu ya Sema na Mungu, yanayopatikana maneno ya Bwana ambayo ni chakula chetu cha uzima. Niukaribishe katika sehemu ya pili, mwendelezo ya somo ambayo kichwa cha somo kimebeba ujumbe unaosema dhambi ni kitenganisho baina ya Mungu na mwanadamu, au dhambi inamtenganisha Mungu pamoja na mwanadamu. Mungu akubariki na Mungu akuwezeshe na awe pamoja nawe. Amen.